Programana kwa msingi. Daktari, dakika chache kwa heshima ya kanisa. Wametuheshimu, tuwaheshimu pia. God bless you so much. We'll tell you a story one day in a book. This is the godfather of Fred Omondi. It's a long story. God is good and all the time. To the church, family of Fred, I won't make a speech here because number one, I came late. When my party leader had already seated, so I will not talk much. It's just that I pray to God that He gives you strength, because losing a person like this is not very, very easy. So with that, because you throw out here, I know kabigo siasa, check siasa, bro biro ta bro wewe kutokea. Ndio kama ano. Unaja tena Fred. Arakaraka kwa heshima, hao ndio watu walituchangia pesa wakatusaidia. Mungu, Pastor, allow me to say thank you to them. It's only a blessing. Peter Salasia, kuja hapa, msogee mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bas, mimi sina mengi, kwanza ni kusema pole sana. Kwanza sana kwa mama ya Fred na mama Eric, na Eric pole sana kupoteza your bro. Nimetoka kule Mia saizi kwa sababu mimi nilikuwa fan kubwa sana wa Fred when he was still performing at Churchill, na hata huyu Eric alikuja kule nyumbani na akajenga nyumba, na hata bila mimi wakati nimekuwa huko. Sasa hiyo testimony kubwa haingefika kama pia mimi kutokuja kusimama na yeye. So mimi nataka niseme wewe sitakuita mheshimiwa, ama nitakuita namna gani? Asante sana kwa kazi ambayo unafanyia wa Kenya, and that is what has really moved me to come here. Otherwise mama, mimi nasema tu pole, tasimama na wewe, najua ndakuwa na mambo yako tuongea kidogo, lakini mama nataka pia nikusalamie kidogo, and asanteni sana. God bless. Thank you so much. Bwana Keter, come and eulogize for 1 minute. Thank you so much. Wapi makofi Alfred. Tumsifu Yesu Kristu daima na milele. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye ber. Erokamano. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kusema pole kwa familia ya ndugu yetu, mtoto wetu Fred Omondi. Pole Eric Omondi, Irene Omondi, and the rest of the family and the entire wall of comedians. I just want to say but a few. Mimi natoka kule Rift Valley, lakini sana sana tunakaa Nairobi, tukiendelea na hii kazi ambayo mnajua ya kuhakikisha tunapeleka wengine nyumbani mapema ili tusifike mtoto. Ni sawa Na nimeshindwa kunijui. Mimi ndio Alfred Keter. Ni wangapi wananijua hapa ni wale ni. Asante sana. Pokea salamu ya Rift Valley. Simuliona Eldoret walikuwa na nyinyi? Na Kenya mzima iko na nyinyi? Na tuko sawa? Let me just say two things, Pastor. Tafadhali mheshimiwa. Asante, tuheshimiane. Asante. Tafadhali. Please. Niseme moja peke yake. Niseme moja peke yake. Hebu muweke mkono juu na nasema niseme moja. I'll take 30 seconds, Pastor. Thank you so much. Nataka niwaambie, mnasikiza? Mukae ngangari. Sisi kule Eldoret tumetangaza Sakayo lazima aende nyumbani. Ni sawa? Ero kama na asante sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa incoming governor ama speed nani? Wapi makofi ya Babu Owino? Asante sana. Asanteni sana. Bishop, ningekuomba uketi dakika moja. Kwa sababu ningetaka kusema hapa, mimi ndio mnakuletea hizi shida zote. Naomba kwa unyenyekevu dakika moja tu. Aya. God is good and all the time. To the church,
to Mama Eric's family and fellow mourners, today I'm here to mourn my great friend. Bishop, this friend was my schoolmate at Kisumu Boys. So we are childhood friends. And this Eric Omondi was my elder at Kisumu Boys High School. While he was in Form 4, I was in Form 1. And we were in drama club together. Kwa hivyo Bishop, umeona mimi ni familia. Asante sana. So, the Bible says in the book of Genesis 3:19 that unto dust we came and unto dust we shall return. The question is, how will you return? Will you return as a person who has changed the world for the better? Or will you return as a person who has destroyed the world like Ruto? The Bible further says in the book of Psalms 147:3 that he heals the brokenhearted and binds up their wounds. Therefore, Mama Eric, may the Almighty God heal you together with your family. I know it's not normal for a mom, a parent to bury a child, but it is very normal for a child to bury a parent. And therefore, may Fred's soul rest in everlasting peace. And the Bible further says in the book of 1 Peter 4:12-13 that the Almighty Lord will not let all the pain you are going through go in vain. For he shall protect you. He shall tell you a reason why. And Fred's death was very untimely. This was a surprise to us. And the Almighty God could have prevented it, but he let it happen. Therefore, let's leave it to the Almighty God. Then sasa nikirudi kwa siasa kidogo. Vijana ria. Vijana ra. Wazee pidi. Bishop Kialala. Warembo ha. Wamama mwe. Asanteni sana. You know, Bishop, when you talked about a fool, the Bible says in the book of Proverbs 126:4-5 that do not talk back to a fool. Do not respond to a fool, for the difference will not be known. That is why, Bishop, I did not apologize to the other fool. And you know, Kenyans, when you are hungry, your stomach will alert you. But when you are stupid, your brain will not alert you. Now, to the Gen Zs, I want to take this opportunity to thank you very much for bringing change in this country. Niliwa invite parliament. Mkakuja, niliwa invite chai, lakini mkakuja mkakula pia ugali na mchele. Nataka niwaulize swali moja. Mliona penye niliwawekea pilipili na chumvi? Ya pili, the Gen Zs have shown us, and very soon we are forming a coalition of the Gen Zs and the millennium. Because this country, we were promised many things. We were promised heaven and we were delivered to hell. And therefore, there must be changes. And the first change is to ensure that Ruto leaves State House. When Ruto was campaigning, he told us that there will be free education. Right now, the cost of education